mamlaka ya kukuongoza. Tunaelewana watu wa Yesu? Smartness is crucial. Nenda sehemu ambayo ni chafu, kwanza uweze kukaa. Nenda sehemu ambayo wanapika chakula halafu mazingira ni machafu. Wewe utakula? You can't, never. Kwa sababu sisi tuna associate na Mungu. Yaani usafi ni ile basi tu. Lakini usafi ndio kitu cha kwanza. Bwana tusaidie. Anaketi mahali patakatifu. Anasema tena, pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu. Unaona Mungu kodi zake anapokaa. Shetani ni muhuni mzoefu. Anataka ufanye dhambi usiitubie, halafu endelee kuishi hivi. Kumbe Mungu hakai hapo. Shetani ana mahesabu makali sana. Yaani mtu anaweza kuingia kanisani, anatoka, anaingia, ila na dhambi ambayo hajatubia. Anafikiri yuko salama. Kodi zinakataa. Sema kodi zinakataa. Kodi zinakataa. Angalia maandiko yanasema yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea. Tena anasema ili kuzifufua. Kwenye Biblia imesema revive na roho za wanyenyekevu na kufufua mioyo iliyotubu. Umeona huo mstari ulivyoshiba? Yaani kupitia huo mstari tu hii sifa ya Mungu ni mtakatifu. Sasa kama Mungu ni mtakatifu anaenda hivi. Ukifanya matendo ambayo sio matakatifu unaenda anti-clockwise, unarudi nyuma. Yaani unafikiri unaenda kumbe unarudi nyuma. Kwa hiyo salama yake inakuja kuambia Mungu ameshatoa ni namna gani ya kurejea. Kwa hiyo hapa hakuna maisha ya ujanja. Unaweza kusema nampenda Yesu, nimeokoka na muelewa. Lakini ndani kuna vitu ambavyo haviko sawa. Na shetani akija tagonga. Ukija upepo wote utapita. Ikija kitu chochote utajulikana tu. Namna utakavyokuwa unaongea, namna utakavyokuwa unasema. Kwa sababu ulimwengu wa roho ni halisi. Yesu asifiwe. Yesu atusaidie. Angalia, nataka umuelewe huyu Yesu. Naye Yesu kwa kuwa alikuwa kwenye mwili huu, Yesu ni mtakatifu. I cannot talk about the Holy Spirit. Kwa sababu jina lake, Roho Mtakatifu jina lake ni nani? Roho Mtakatifu. Sasa kwa hiyo utakatifu ndio agenda ya mbingu. Na sisi wanadamu tumewekwa kati mle. Kwenye huu mwili ambao hauna mpango wa utakatifu. Huu mwili hauna mpango wote wa utakatifu. Ila kupitia roho inayocontrol mwili inafanya vitu viwe vitakatifu. Tunaelewana watu wa Yesu? Tunaelewana watu wa Yesu? Naomba kipengele hiki kiendelee. Ili unapoenda kazini, unapoenda sehemu zote, unapoenda sehemu, kodi ya Mungu tusijidanganye kwa sababu shetani ni roho anaelewa. Kila mmoja na CV yake. Nasema hivi. CV yako Mungu anayo, shetani anayo. Sasa ili tumnyang'anye shetani hilo CV, tunamwambia sisi tunaenda kwa huyu Mungu. Akisha tukumbatia, kuna vitu ambavyo vinaanza kujitokeza. Yesu atusaidie. Yesu atuwezeshe. Luka 10 tunamwangalia Yesu. Mungu tumeshaona ni mtakatifu. Na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu. Alirudi kutoka Yordani. Alirudi basi. Na Yesu hali amejaa Roho Mtakatifu. Kazi moja wapo ya Roho Mtakatifu kwetu kuna vitu anavyofanya. Yaani ukishambeba Roho Mtakatifu kuna vitu ambavyo anaviachilia. Yesu asifiwe. Kumbuka usahau utakatifu ni tabia. Sasa kuna watu wanataka kumtumikia Mungu, tabia zao haziko sawa. Kwanza Mungu kabla hajakupa utumishi anatengeneza tabia. Daka hiyo. Yaani Mungu hapendezwi na uchungaji wangu kwamba nakuja kuhubiri. Kama nafikiri ni hivyo, angalia Musa aliambiwa na Mungu, nenda kule kwenye lile jiwe, uone Mungu alivyo serious. No, we are not special than Moses.
we are not such much special. Akamwambia hivi, mara ya kwanza ulipiga uliwapa maji kwa kutumia fimbo.